Alright. Bwana Gabriel, karibu sana. Hii ni Radio Vuna 102.0 FM, station bora zaidi katika ukanda huu wa Afrika wa Nyanza Kusini kwa mujibu wa Kuza Awards 2023. Jisikie nyumbani, jisikie studioni. Asante sana. Naam. Wakati unamsalimia msikilizaji wetu, kumfahamisha wewe ni nani, umetoka wapi, mambo kama hayo. Jina langu ni Gabriel Bombo. Mimi nafanya kazi katika Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Masinde Muliro kwenye idara ya mawasiliano, yani Journalism and Mass Communication. Kazi yetu ni kuandaa wanafunzi kabla watoke kuja kufanya kazi huko nje. Alright. Hilo ndio jukumu ambalo tumepewa. Na ndio ambalo nafanya pale. Okay. Masinde Muliro najua inapatikana kule upande wa magharibi. Maeneo ya kaunti ya Kakamega. Kakamega. Naam. Pale ambapo kuna Engoho. Bas, Ingoho kwa wingi. Tena tamu kweli. Okay. Alafu nyumbani ni wapi? Mimi ni mzaliwa wa kaunti ya Taita Taveta. Ukitoka hapa Kisii kuelekea Taita Taveta ni safari ambayo itakuchukua takriban masaa 16. Kweli. Kwa barabara. Naam. Mimi ni mzaliwa wa kule, nilizaliwa kule, nikasomea kule kuanzia kiwango cha shule ya msingi, shule ya upili. Lakini chuo kikuu nikaja katika chuo kikuu cha Masinde Muliro. Okay. Alafu baadaye nikajiunga na chuo kikuu cha Masemi. Alright. Kama mwanafunzi. Alright. Naam. Karibu sana Gabriel. Asante. Hilo jina la pili umesema ni Bombo. Bombo. Hilo jina la Kitaita kule ya Madini. Bombo sijui mzee alitoa hilo jina kusema ukweli kwa sababu hilo ni jina la Wamijikenda. Wale ambao wanapatikana katika ukanda wa Pwani. Naam. Ndugu zetu wa Giriama, wa Nuruma, wa Chonyi, Wadigo. Sasa nadhani watu walioana nikajipata nimepewa jina. Nikasema asante. Okay. Sawa. Asante. Karibu sana. Upande wa mkono wangu wa kuume hapa Torinere Jacob wana kwani abantu banga Ekegusii na libako manyanga tuko nyumbani. Okay. Wairire mwensi bali mototegarete asama rieta buna mwigure ngoro ku Jacob Magero na inche no Gusii iganinka. Na inde ngokore kiombe gekoro kunga Manga Hat, kiombe gekoro ku Manga Hat kegore Nyamira County. Yes. Ande gasyeito mono noko somia abantu gosekora abantu banyoro bumanyi. Yoro bwo bwo sara abana baisike. Na bayigonchera kibagwenta gutwara kugayana gukora kisegi chechi Chianka. Alright. Karibu sana Jacob Ngangai. Inkera sakoro kuigare, seitoni gare. Kora ingia abantu mbante garata kurugare. Yes. Na bakwanire. Usichiza cyo makwani njira. Tayari watumira maya. Lakini kutoka kwa ite kaibiri suturi ito gukora. Thank you so much. Karibu sana Jacob. Asante. Sasa Gabriel, wakati unazuru maeneo tofauti hapa nchini leo huko ukanda huu wa Kisii, hasa kuzungumzia masuala haya ya vita vya kinyumbani na dhuluma za kijinsia, labda kwa faida ya msikilizaji, tunapozungumzia dhuluma za kijinsia ni kama zipi? Unapozungumzia dhuluma za kijinsia unazungumzia dhuluma ambazo zinaelekezwa kwa mtu yoyote, awe mwanamke awe mwanamume, kwa sababu ya jinsia yake. Kwa Kiingereza tunaita gender based violence. Na inakuja katika aina mbili. Kuna ile physical violence, yani mtu piga, ama unapata kuna jisi, kubaka, ama psychological violence. Yenye mtu ana kutatiza kiakili. Ukiangalia takwimu humu nchini kulingana na mambo hayo, utapata kwamba 44% ya wanawake katika Jamhuri ya Kenya tunavyozungumzia hivi sasa, ukiangalia Kenya data statistics zinaonyesha 44%, Kenya data health statistics 44%. Yani asilimia kubwa ya wanawake wamepitia gender based violence kwa njia moja au nyingine. Nakumbuka hizi ni cases ambazo zimeripotiwa. Sasa utapata ni zile physical
ambazo watu wanaweza ona. Umepigwa, watu wameona. Mtu amenajisiwa, amebakwa mahali, watu wameona. Ukiweka zile za kisaikolojia ambazo watu wananyamaza, hawazungumzi, watu wanapitia matatizo katika nyumba zao, unapata inafikia mahali mpaka watu wanauana, mtu anaua watoto wake, mtu anaua mzee wake, mtu anaua mke wake. Hayo hata hatuyajui. Lakini vile ambavyo vimeripotiwa miongoni mwa wanawake, na wanaoathirika zaidi ni wanawake. 44%, 44%. Hiyo ni the whole country. Lakini tukienda katika maeneo northeastern, eneo kama Garissa, Mandera, Wajir yanaongoza. Alafu jambo la kusikitisha ni kwamba baada ya northeastern tunakuja hapa Nyamira na Kisii. Hapo ndo kuna shida. Hayo maeneo mawili katika Jamhuri ya Kenya. Na watafiti wamekuja pamoja, unaona kama manga wamekuja, najaribu kuleta watu pamoja ili tuweze kuona hili jambo linatatuliwa namna gani. Naam. Okay. Kwa mfano ukija mahali kama hapa Kisii, kuna yale maeneo ambayo yanatajwa sana, kando na hayo maeneo ambayo umeyataja different regions. Kwa mfano ukija hapa Kisii, maeneo kama Marani, maeneo kama Bobasi yanatajwa sana kwa mambo ya dhuluma za kijinsia. Tukianzia hata mambo ya ukeketaji wa wasichana, hata mambo ya unajisi ama kunajisi watoto na wanawake na mambo kama hayo yanatajwa sana. Sijui unapoangalia characteristics za maeneo ambayo dhuluma za kijinsia zimekithiri zaidi, labda ni nini kile kinaonyesha kwamba labda kuna utofauti gani na maeneo mengine? Ni kwamba watu wanaishi nyakati za nyuma, ni elimu hawajapata, ni umaskini ambao uko juu? Labda kwa vile kama wewe umetembea maeneo tofauti tofauti hapa nchini, labda ni vyanzo vya dhuluma za kijinsia unaweza sema ni kama vipi? Jambo la kwanza ni kwamba dhuluma za kijinsia hazijui umaskini, hazijui utajiri. Hata matajiri wanalia. Wanatesana kwa hizi nyumba. Na tusifikirie kwamba gender based violence ni tatizo la watu maskini. Gender based violence ukiangalia kwa undani inatokana na retrogressive culture. Watu wameshikilia mambo ambayo hayatusaidii. Tamaduni ambazo hazitusaidii. Na naita retrogressive, sijaita past, nimeita retrogressive. Manake ukiangalia vizuri kule nyuma kuna tamaduni ambazo tunazifanya sahihi na wale wazee wetu wa kitambo, miaka karne zilizopita. Karne moja pengine miaka 100 iliyopita walikuwa hawafanyi. Lakini sisi tumeokota kutoka kwa tamaduni zingine, tumezileta. Alafu kuna ile hali pia ya kumdhalilisha mwanamke, ya kumdhalilisha mtoto msichana, na kumuona kwamba ni kitu kama ambacho hakina maana, yeye anaweza kutumika kivyo vyote vile, mambo kama hayo. Na utapata sasa hata kuna wale community leaders kule chini. Utapata kuna wazee wa kanisa kule chini, wazee wa kidini kule chini, wazee wa vijiji ambao wanafaa watoe sauti kukashifu mambo haya, encourage. Umeongelea jambo la ukeketaji. Unapata mzee anauliza, kama tulipokuwa na mjadala leo, mzee anauliza kijana yake, huyu mke wako amekeketwa? Unaona, ni mambo ambayo tunayafanya sisi wenyewe kwa kutojua. Hakuna kitu kama umaskini. Ni watu wameamua tu kushikilia mambo ambayo hayawasaidii. That is what is causing this issue. All right. Okay. Na umetaja swala la tamaduni. Najua kama hapa kwetu Kisii kuna zile tamaduni bado watu wameshikilia. Kwa mfano tukitaja hilo swala la ukeketaji wa wasichana, kuna bado wale wanaamini kwamba kupitia kumkeketa mtoto wa kike angalau utaweza kumsitiri na labda kuharibika, vile wanavyosema mambo ya kukua promiscuous na mambo kama hayo, hata kudhibiti
mambo ya udanganyifu katika ndoa, na sehemu zingine tofauti tofauti ziko na tamaduni zao na vile wamezishikilia. Sasa sijui wakati tumekuja na hii nchini mpya, kwa mfano tuzungumzie swala la ukeketaji, kwamba kumkeketa mtoto wa kike ni vibaya, ni kinyume cha sheria na mambo kama hayo. Labda ni mikakati gani ile ambayo inafanywa kuleta uwiano kati ya fikra na tamaduni za hawa wananchi kama Waafrika na wao kuweza kukubali huu usasa sasa wa kusema kwamba lazima tuhame kutoka hili tuweze kulikubali hili? Ningependa kusema hivi. Kukeketa watoto wa kike sio tamaduni ya Kiafrika. Ukiangalia hata kuna watu kama maeneo ya South America bado wanafanya mambo haya. Wanayafanya. Sababu watu wanatoa sababu nyingi tu. Kwa hivyo hatuwezi sema eti ni sababu ya Kiafrika ndio maana tunafanya vile tunafanya. Mambo mengine haya tulienda tukiiga. Manake ukiangalia Uafrika wetu haungekubali kumweka mtoto msichana kwa uchungu wa aina ile.